Kaka kapatwa na wenge. Mara ghafla ajali pa. Unaambiwa. Lakini kwenye lile ajali kaka unaambiwa ana wenge fulani hivi kama la usingizi, si usingizi, maruani kama si maruani, mmoja kama 7. Unaelewa? Watu wamekaa na tafakari kuna nini kinaendelea, kuna nini kinaendelea. Kaka anasikia sauti za watu kama wanagugumia msaada ni kwa mbali. Ghafla kaka sikii sauti zozote, yani hapo ndo kashapoteza fahamu. Unaambiwa baada ya dakika 2 anasikia kama mwili wake unamwagiwa maji, kaka anakurupuka. Yuko chini, watu wamejaa kibao. Anaangalia watu waliokuja nao wote wako salama wamesimama. Kaka anajiangalia yeye yuko salama. Anauliza kunatokea nini? Bosi anamwambia tuliza akili. Kaka kama sawa, labda mimi siko sawa. Kaka chini. Dakika 2 wanakuja vijana waliotoka kwenye gari lile. Sijui umeelewa? Waliokuwa wanasaidia ni msaada kukumbua watu. Ina maana tayari alikumbuliwa. Sasa anasema jamani, bado kuna mtu mwingine. Mtu gani? Kaka anajiuliza tulikuwa watu 4. Kuna mtu mwingine kwenye gari nani? Kuna mtu mwingine kabanwa vibaya kwenye gari. Basi kaka kanyanyuka naye kwenda kushuhudia. Bosi akamwambia tuliza akili. Wewe tulia hapo. Kaka kabidi akae asimame. Aelewi anatafakari, anaskuti. Kuna nini kinaendelea? Ni anaskuti, anaumiza kichwa. Ndonga inauma. Basi ghafla anaona vijana wanatoka na mwili umebebwa juu. Paka eneo la pale walipokuwepo wenzao. Kaka kasimama kumwangalia yule nani? Walikuwa 4, mbona 5? Anaangalia kwenye gari. Kwenye ule mwili anaangalia wanavyoshushu. Ni yeye, anajiona yeye kabisa. Mbona ni mimi? Nguo kila kitu ni mimi. Yule mkaka anamwangalia bosi. Je, anaona anachokiona yeye ama yeye ndo maruani? Bosi anaonekana you don't care, jali. Kaka inabidi awafuate wale watu, wanasema jamani, huyu ni mimi. Watu sasa wanamsikia. Yaani kaka anawagusa watu kuwasemesha, ila watu wanaonekana hawamjali yule mkaka, ni wako busy na maisha yao. Wakasogea paka pale walipokuepo. Wakawa wanawapa pole wale wengine waliotoka wazima, poleni kwani ilikuwaje? Yaani ile si unajua kwenye kutafakari. Sasa kaka haelewi, mbona mimi sielewi? Anamuuliza bosi, kuna nini kinaendelea? Bosi anamwambia wewe tuliza akili. Neno moja tu. Kama basi sawa. Kaka dakika 2, unaambiwa sio nyingi. Gari la maskari linafika. Zandu. Unajua gari la maskari tena anawahi. Shasikia ajali. Fika paka pale. Wamefika paka pale, ajali wanaangalia na vipi kwani ilikuwaje? Maskari wanauliza. Kaka yule kabidi anyanyuke asogee kwa maskari asikilize wanaongea na nini na bosi. Bosi anasema huo ni uzembe wa dereva wetu. Dereva wetu alikuwa amelewa, alafu anaendesha gari kwa spidi. Kaka kastuka na mwangalia bosi. Ndio nini? Tangu lini mimi nimekunywa pombe katika maisha yangu? Bosi. Sasa aelewi. Akimwangalia bosi anatabasamu tu. Yaani misili kwamba yani wewe yani hapa wewe utajuta. Basi dakika 2 pale watu ushakuwa shazi, watu nyomi unaambiwa. Watu wamejaa. Tufanyaje? Basi polisi wale wakapiga gari la wagonjwa lile. Ita gari akuja kuchukulia maiti. Wakafunika kwanza ile maiti na kitambaa, wakapima wenyewe, anajua wenyewe walivyopima. Kafunika maiti ile na kitambaa chao. Kawaingiza kwenye jokofu waondoke. Wale wameondoka, anapanda gari. Bosi kaja kafika pale aliposimama yule mkaka, kamshika mkono Petro, ambaye ndio huyo nini? Haelewi. Kamwambia twende. Watu wanaonekana kama Petro hamuoni. Lakini yeye kaka anajionyesha kwamba bosi peke yake ana uwezo wa kumuona na wakaongea vizuri. Mbona mimi bosi namuuliza na tumeongea vizuri? Kwa nini hao wengine wote ndio wasinisikie? Kaka unaambiwa anasikia watu wanalia, anamsikia rafiki yake kipenzi ambaye walikuwa naye kwenye safari. Analia Petro.
Yule Petro anakimbia, anamwambia wewe Petro ni mimi, mbona wewe unisikii? Mimi ndo Petro, mimi sijafa. Kaka anakuambia na ushika mwili wangu na ugusa mwili mgumu, yani kama mwili umevalishwa mti mbichi. Watu wanaangalia watu. Sasa kaka anamvushika ule mwili, anastuka hivi, mnaona mwili huu ulivyo? Anawauliza, jamani, mimi sijafa. Watu hawamsikii, kumbe Petro pale asikiki. Ni yule tu mwenye dawa ambao ameshapewa masharti yake, anajua yeye. Basi bosi wameingia kwenye gari hiyo, wanaondoka. Mwili paka hospitali ya mkoa. Fika hospitali hapo ya mkoa, na yule maiti iliyolala na maiti iliyosimama. Maiti imechanganyikiwa, inaumiza kichwa, ielewi. Ghafla anasikia watu wanailia. Kwanza kaka kaitwa, bosi kaitwa kutolea maelezo yake, bado anatoa yale yale kwamba huyu kalewa nini na nini. Basi dakika sio nyingi, watu wakaanza kulia. Watu wamejaa. Kama kawaida watu wanalia, anasikia kundi la watu linakuja. Mume wangu. Anaangalia mke wake na watoto na marafiki za mume wake, marafiki za mke wake, marafiki wake yeye. Sasa kaka anasema labda hao wataniona ni mimi hapa, mimi sijafa. Huo sio mwili huo jamani, useni muhakikishe. Watu wanaangalia, amepata ajali vibaya. Mke anafika pale, anazimia, anazinduka. Kaka anamuita, mke wangu, hata wewe huwezi kuniona kweli? Mimi na wewe si mwili mmoja. Nimekuoa mke wangu. Kaka leo inamuuma, akiangalia watoto anasema, najuta, ningejua nisingetoka. Mimi leo naaliza watoto wangu hivi mifua. Mwingine kakunja tu nne kule. Basi kaka yule unaambiwa akanyanyuka, akamfuata yule bosi. Akamwambia, bosi, kwani mimi nimekukosea nini? Nilishawahi kukukosea hata siku moja ofisini? Kwa nini imekuwa hivi? Mwone huruma hata mke wangu, ona watoto wangu. Mke wangu ataleaje bila mimi? Majirani wanaompenda yule mkaka wanalia, jamani, Petro kafa na upole wake jamani. Alikuwa anamkarimu jamani. Tulikuwa tukienda kwake tunasaidiwa. Unaelewa? Basi Petro alitoka pale, anagongesha kichwa chini, angalie kwamba mimi basi nife sasa, nife kweli. Lakini gongesha kichwa wapi? Baada ya muda sasa Petro akabidi akazane kumuita mke wake kwa jina ambalo lake. Haiti tena mke wake, akamuita, mke wangu, Joanita, usilie, mimi niko hai. Joanita, uguse huo mwili wa kichishi. Joanita kaukumbatia mwili, analia, anaugusa mwili. Watu wanamnyanyia mtoa hivi, anaona ni yule. Joanita, anaita kwa nguvu. Joanita ghafla akastuka, anaangalia hivi pale, anaangalia pale sauti ilipotokea. Lakini Joanita hatujui kama alisikia sauti ama la. Anakuambia Joanita akawa kama kaniangalia dakika moja, lakini hakuonesha kama kaona kitu. Alafu akarudi, akawa kama ana wengi. Dada anaugulia kama anataka kupandisha mashetani. Nyie msisikie. Basi watu baada ya siku ya kwanza, siku ya pili, njonjo zote siwezi kuhadisia kila nukta jamani, wakaenda kuzika ule mwili. Mwili unaingizwa, kaka analia, anaona kabisa huu ni mti umevalishwa tungu. Sijui umeelewa? Basi kaka analia, haamini macho yake. Oya, sheni kwanza. Sheni nilete isimulizi wenzenu. Nilikuwa kuna muda ninajisikia kutetemeka, vikalio vinawasha, yaani sijui naelewa. Unachanganyikiwa jamani. Share. Yaani ukitaka mimi nilete haraka share. Alafu pia nitumie bando jamani. Hii simulizi niwekage hata 2. Tumeni bando. Mbona nyinyi mnapendaga umbea ila kutuma bando wa mtumi? Mbona hivi komwe vyao? Mimi nawapenda.